Upepo ulivuma taratibu juu ya bahari, jua likimulika boti mpya iliyojaa vijana wakiimba, wakicheka, wakipiga kelele za furaha. Harufu ya pombe, pesa na majivuno ilijaza anga. Aika, mtoto wa pekee wa bilionea Mohamed, akasimama juu ya boti, akapaza sauti huku akicheka kwa dharau. Hata Mungu awepo hapa, hawezi kuizamisha hii boti yangu. Hii ni nguvu ya pesa baba alinipa. Wenzake wakacheka, wengine wakapiga makofi. Bahari ikatulia kwa sekunde 5 kana kwamba imeshtuka kusikia maneno yale. Jogoo hakuwika, samaki hawakuruka tena. Upepo kabadilika ghafla. Maji yakaanza kuchemka taratibu kana kwamba kuna kitu chini kinatabasamu kwa hasira. Bahati mbaya, furaha yao haikudumu. Dakika chache baadaye, kicheko kikageuka kilio na utajiri wote ukaonekana kama karatasi inayochomwa moto. Ilikuwaje? Nani aliyepona? Na je, Aika alimkumbuka Mungu aliyemdharau? Lakini kabla hatujaanza simulizi hii ya kusisimua, tafadhali sana nisaidie kubonyeza like hapo chini, kisha subscribe ili usipitwe na simulizi nyingine kama hii. Umeshabonyeza? Okay, sasa tuandikie hapo chini unatizama simulizi hii ukiwa wapi, na ukitizama hadi mwisho, niambie sehemu gani imekugusa zaidi, au ungependa nifanye simulizi gani kwenye video inayofuata. Haya, kaa tayari, tuanze simulizi yetu sasa. Ulikuwa ni mchana wa jua kali kwenye fukwe za Kunduchi, bahari iking'aa kama almasi chini ya jua. Wimbi dogo likigonga kwenye mchanga, likiacha povu jeupe kama maziwa. Sauti za ndege, kelele za magari mbali na muziki mkali kutoka kwenye boti mpya zilichanganyika kuunda picha ya maisha ya anasa. Aika Mohamed, binti wa pekee wa bilionea maarufu nchini, alishuka kwenye gari lake jeupe aina ya Range Rover, akiwa amevaa gauni la bei ghali lililomeremeta kama dhahabu. Kila mmoja kwenye fukwe aligeuka kumtazama. Mavumbi ya utajiri yalionekana kila hatua aliyopiga. "Na hii ndo boti mpya ya baba yangu," alisikika akisema kwa majivuno, akiwasha sigara ndogo ya kifahari. "Ilitoka Dubai juzi tu. Milioni 300. Hata mawimbi haya hayawezi kuyayumbisha." Marafiki zake watatu, Millie, Brian na Zedi, walicheka. "Aika, wewe ni jembe," alisema Zedi akiwa na chupa ya champagne mkononi. "Yaani Mungu mwenyewe akishuka atashangaa." Aika akacheka kwa sauti kubwa, macho yake yakimetameta kwa kiburi. "Mungu, tafadhali usinitaje huyo. Kama yupo kweli, aonyeshe nguvu zake sasa. Na boti hii ijaribu tu kupinduka. Tuone kama si mimi nitacheka kwanza." Mili akamwangalia kwa uso wa hofu kidogo. "Usiseme hivyo Aika. Maneno ya namna hiyo yana laana. Wazee walituambia." Akamkatiza. "Wazee wako sio wangu. Mimi siishi kwa hofu ya Mungu. Mimi naishi kwa pesa. Dunia hii inaheshimu wenye hela, sio wenye maombi." Wote wakacheka, isipokuwa Brian. Yeye alikuwa tofauti, kimya, mwenye kutafakari. Mara nyingi alikuwa karibu na Aika kwa siri za biashara za baba yake, si kwa anasa. Alimtazama Aika kwa macho ya huzuni kidogo, halafu akasema kwa sauti ya chini, "Lakini Aika, pesa haina nguvu juu ya bahari. Bahari ni ya Mungu, si ya mwanadamu." Aika akamgeukia na tabasamu la dharau. "Basi mwambie huyo Mungu wako aje aone hii boti, tumuonyeshe namna hela zinavyotawala dunia." Wakacheka tena. Waliingia wote kwenye boti. Mziki ukapigwa, pombe zikafunguliwa, kelele zikatawala anga. Kamera zikaanza kurekodi, wakipiga picha za video za kujionesha mitandaoni. Hashtag zikaanza kuandikwa. #Life of Luxury, No Fear, Aika the Queen. Upepo ulianza kupiga kwa upole. Boti ikasogea katikati ya bahari. Ndege wakapita juu, mawimbi yakaanza kucheza polepole chini ya jua. Lakini mbali kidogo, mzee mmoja aliyekuwa akivua samaki kwenye mashua yake ndogo, alisimama akiwatazama kwa macho yaliyofumbuliwa sana. Alitikisa kichwa chake, akabaki kimya kana kwamba anaona zaidi ya macho ya kawaida. Bahari
haisamehe majivuno. Kuna siku majibu ya maneno huja kwa upepo wa ajabu. Wakati huo Aika na wenzake walikuwa wakicheka ndani ya boti, hawajali lolote. Milly akajipiga picha akiwa na glasi mkononi, akasema kwa furaha, "Yaani hii ndo raha ya kuwa rafiki wa mtoto wa bilionea, hakuna shida duniani." Aika akamjunua, "Na hakuna Mungu wa kututisha." Brian akatulia, akaangalia mbali, maji yakionekana kama yanaongea kimya kimya. Akasikia sauti ndani ya moyo wake ikisema taratibu, "Ukimtukana aliyeumba, hata upepo mdogo utakuwa adui yako." Akainama kimya, hakusema kitu. Jioni ilipokaribia, anga likaanza kubadilika. Mawingu madogo meusi yakaanza kuungana taratibu. Upepo ukaanza kuongezeka, lakini Aika hakujali. Aliendelea kucheza na glasi mkononi, akipiga kelele kwa furaha, "Leo ni siku yangu ya raha. Bahari hii iwe tulivu au iwe na mawimbi, mimi ndiye nahodha wa maisha yangu." Zedi akacheka, "Hata malaika wakija leo, watatuona wanadamu tunaishi kama Mungu mwenyewe." Milly akashusha pumzi ndefu, akaangalia anga likibadilika rangi. "Hii hali si kawaida. Hebu tuanze kurudi taratibu." Lakini Aika akamkazia macho, "Hapana, safari ndo inaanza. Mtu mwenye hela hasogei kwa hoga." Mziki ukapigwa tena kwa sauti kubwa, lakini mbali kidogo, boti ya mvuvi yule mzee ilianza kurudi ufukweni kwa haraka. Akamshika usukani kwa nguvu, akisema, Mungu, wasamehe maana hawajui wanachokifanya." Wakati huo mawimbi makubwa yalionekana yakijikusanya mbali, kama jeshi la bahari lililochoshwa na kejeli. Saa 2 usiku anga lilikuwa limebadilika kabisa. Mawingu mazito meusi yalifunika mwezi na upepo ukaanza kuzunguka kama mnyama aliyechukizwa. Bahari ile tulivu ya mchana sasa ikawa kama jitu lililokasirika, likipumua kwa nguvu. Lakini ndani ya boti muziki uliendelea. Wote walikuwa wamelewa, wakicheza, wakicheka, na kamera zikiendelea kurekodi video za Luxury Night on the Sea. "Angalia, anga linabadilika." Milly alipaza sauti akishika mkono wa Aika. "Tuendelee kweli?" Aika akatabasamu kwa dharau, macho yake yakimetameta kwenye mwanga wa taa za boti. "Unajua Milly, tatizo lako ni hofu. Dunia hii haipo kwa oga, ipo kwa ushujaa. Hii ni boti ya bilionea, haizamishwi na mawingu ya kijingoda." Zedi akapiga kelele, "Sema tena, tupo juu ya bahari kama wafalme." Brian aliyekuwa kimya muda mrefu, akakaa kando ya boti akiangalia maji yaliyokuwa yakianza kuchemka taratibu. Akapumua kwa nguvu, akasema kwa sauti ndogo, "Aika, kuna kitu si kawaida hapa. Angalia yale mawimbi, ni kama yanaongea." "Unasikia sauti kwenye maji? Wewe una matatizo, Brian." Lakini dakika 5 baadaye bahari ikatoa mlio wa ajabu. Mlio mrefu kama milio ya ngoma za mababu wa kale. Maji yakaanza kuinuka juu kidogo yakizunguka boti. Taa za boti zikapotea taratibu, zikaanza kuwaka na kuzimika. Hii ni nini tena?" Milly akalia kwa hofu. Hakuna aliyojibu. Muziki ukakata ghafla, jenereta likatulia. Upepo ukaongezeka, boti ikaanza kuyumba taratibu. Brian akasimama na akasema kwa sauti ya amri, "Tupunguze mzigo, zima muziki wote, vaeni life jacket." Aika akapiga kelele, "Hapana, sitaki kuharibu furaha yangu kwa hofu zenu ndogo. Bahari haina nguvu juu yangu. Mimi ni Aika Mohamed, mtoto wa bilionea, hata Mungu hawezi kuniogofya." Milly akalia akimshika mkono. "Aika, tafadhali, acha maneno hayo. Bahari ni ya Mungu na hataki kejeli." Aika amvuta mkono kwa nguvu. "Aika, wewe na huyo Mungu wako, kaeni kimya." Mara sauti ikasikika ya ajabu na nzito kutoka ndani ya bahari, sauti ambayo hakuna mtu angeweza kuielezea. Ilikuwa kama mchanganyiko wa upepo, maji na sauti ya mwanadamu aliyekasirika. "Kiburi ndicho kinachomeza roho kabla ya mawimbi." Zedi akarusha chupa ya pombe chini kwa hofu.
Ni nani huyo? Wote wakageuka, macho yao kitazama maji yaliyokuwa yakizunguka boti. Kisha ghafla kimya kikarejea. Upepo ukatulia sekunde chache. Brian akavuta pumzi, akasema kwa sauti ya chini, hii si hali ya kawaida. Kuna kitu kinatuonya. Millie akatulia, akiinama kama kuomba, Mungu, tusaidie. Lakini kabla hajamaliza, wimbi kubwa lilipiga upande wa kulia wa boti. Wote wakaporomoka chini. Maji yakapanda juu kama mlima, yakiangukia juu yao kwa nguvu. Washa engine! Washa haraka! Brian alipiga kelele. Zed akajaribu kuwasha jenereta, lakini engine ilikataa kabisa. Kelele za bahari zikaongezeka, upepo ukapiga hadi taa zote zikapotea. Katika giza lile nene, sauti ya Aika ikasikika. Hii hainishi kitu, ni upepo tu, acha drama. Lakini hakumaliza kusema. Maji yakapiga tena na wimbi lililofuata likavunja mlango wa mbele ya boti. Wote wakapiga kelele kwa hofu. Brian akamshika Aika kwa mkono kwa nguvu. Angalia bahari inavyojibu. Hii si upepo wa kawaida, ni nguvu kubwa zaidi. Aika akamkazia macho kwa macho yaliyokuwa yamejaa hasira. Brian, acha kuogopa. Hakuna Mungu, hakuna kitu. Lakini sekunde moja baada ya maneno hayo kutoka mdomoni mwake, radi kubwa ilipiga baharini, ikatengeneza mwanga mweupe uliofunika anga lote. Wote wakatetemeka. Wimbi jingine likaja kama ukuta, likapiga upande wa kushoto wa boti. Maji yakaanza kuingia ndani. Hapana, hapana! Millie alipiga kelele, akijaribu kufunika uso wake. Brian akamvuta, tuchukue life jacket sasa, hii boti haiwezi kudumu. Aika alitazama anga, lilikuwa limejaa mwanga wa radi, macho yake yakitetemeka kwa mara ya kwanza. Alijaribu kusema kitu lakini sauti haikutoka. Wimbi likapiga tena, boti ikayumba upande mmoja. Mzee wa uvuvi alikuwa mbali kidogo, akainua macho yake akaona taa zikizima baharini. Akapumua kwa huzuni, akasema kwa sauti ndogo, bahari imesikia, kazi yake imeanza. Wakati huo huo kwenye boti, upepo ukazidi kuwa mkali, kelele za hofu zikatawala na kila mtu akaanza kupambana na maji. Lakini bado hawajui. Haya ni mawazo tu ya majibu ya maneno walioyaachia hewani. Mawimbi yalipanda, yakizunguka boti kama wanyama wakali. Kila mtu aliye ndani alikamata chochote kilichokuwa karibu, kamba, maboksi au hata mkono wa jirani. Kelele za hofu zikatawala kila pembe ya boti. Hapana, tunaweza kupotea! Millie alipiga kelele, akijaribu kushikilia Aika. Aika alishika kamba, akitazama maji yenye nguvu. Hata huku, macho yake yalikuwa makali, yaliyojaa majivuno. Lakini ndani ya moyo wake, kidogo kidogo hofu ilianza kumfunika. Bahari, haiko juu yangu, mimi niko juu ya kila kitu, alisema, lakini sauti yake ilitetemeka kidogo. Hivi ndivyo mawimbi yalivyokuwa makali. Ghafla, samaki mkubwa alionekana chini ya boti, akirusha kikumbo kikubwa juu ya meli. Boti ikapiga kelele kubwa, ikayumba kwa nguvu isiyo ya kawaida. Wimbi lilifuata, likivunja taa zote na kuzamisha injini. Brian alijaribu kumshika Aika, lakini milima ya maji ilimchukua. Zed alikamata kamba, lakini alijikuta akirushwa mbali na boti iliyopoteza usawa. Millie alikimbia kwa hofu, akijaribu kuokolewa na mabaki ya bati lililokuwa limeachwa na wimbi. Aika alijikuta akielea, akipita juu ya maji yenye giza. Ghafla, samaki mkubwa alikuja na kummeza. Wakati Aika alikumbuka maneno aliyoyasema kwa kiburi, hata Mungu hawezi kuniogopa. Sauti ya ajabu ikasikika ndani ya moyo wake, kama bahari yenyewe inazungumza. Usijivune juu ya nguvu zako. Uwepo wangu hauwezi kupuuzia. Aika alijikaza, macho yake yakijaa mshangao na hofu. Mara moja, alijua, Mungu yupo, akiwa tumboni mwa samaki, kukiwa na harufu na joto kali, na akiwa anapata mateso.
Aika aliketi kwa ndani ya tumbo la samaki mkubwa, harufu ya chumvi na kina cha bahari kikimzunguka. Maji yalikuwa karibu sana, akihisi joto kali likimjaza, na mateso ya kutokuwa na hewa safi yalikuwa yanamchukua pumzi kwa nguvu. Kila pumzi ilikuwa ni vita. Kila hatua ya kutetemeka, kila kipande cha maji kilichomzunguka kilimkumbusha jinsi dunia ilivyokuwa zaidi kuliko nguvu zake. Alijikaza, akijaribu kutetemeka kidogo. Macho yake yalikuwa yamefungwa kwa hofu, lakini ghafla aliweza kuona mwanga mdogo ukiingia kupitia ngozi ya samaki, ukimwonyesha sehemu ndogo ya bahari juu yake. Nini? Hii ni kweli? Aika alijikaza, akijaribu kuelewa jinsi alivyokuwa kwenye kiumbe kilicho hai na kikali zaidi ya yote alichokuwa amekiona. Moyo wake ulitetemeka. Lakini sauti ya ndani, ile ya maonyo ya bahari, ikamwambia, usijivune mtoto. Kila nguvu imeumbwa kwa mpango wa waumbaji. Sekunde kadhaa baadaye, samaki alitetemeka ghafla, na Aika alirushwa juu ya maji. Aliparara juu ya bahari, akipiga kelele kwa hofu, akipata pumzi ya kwanza ya hewa safi baada ya mateso yasiyoelezeka ndani ya tumbo la kiumbe hicho. Asubuhi ilipofika, rafiki aliyekuwa akimzuia kumkejeli Mungu, aliyekuwa pia amepotea ndani ya mawimbi usiku huo, alifika ufukweni akiwa ameshtuka kuona Aika akiwa hai, kavu, akiwa ameketi kando ya maji, macho yake yakijaa shukrani na mshangao. Aika, umekuja wapi? Ni kweli haya yote? Rafiki yake aliliuliza, akiwa bado ameshtuka. Aika aliketi akipumua kwa nguvu, macho yake yakitazama bahari iliyokuwa tulivu sasa. Alijua kwa mara ya kwanza maisha yake yalibadilika kabisa. Aliamka ndani ya nafsi yake, moyo wake umejaa hofu lakini imani isiyo na kipimo. Kwa sauti yenye utulivu na heshima, Aika alisema, sasa nimeona, nimekiri. Mungu yupo. Nimekosea kutukana uwepo wake. Sasa nitaishi kwa heshima, nitaabudu na nitafundisha wengine thamani ya imani. Rafiki yake alishika mkono wake kwa mshangao na hofu. Aika, unaweza kweli kubadilika? Aika alitabasamu kwa upole, macho yake yakimtazama rafiki yake akisema, ndiyo, kuanzia leo maisha yangu ni ya imani. Nitajenga makanisa, misikiti na nitafundisha watu kuwa na Mungu moyoni mwao. Sasa kila maneno ya kiburi hayana nafasi. Bahari ilikuwa tulivu, lakini ndani ya moyo wa Aika, mawingu ya hofu na hila ya kiburi yalipotea kabisa. Sasa kila pumzi, kila hatua, kila neno lilikuwa ni shukrani kwa Muumbaji.